Kila jambo lina wakati wake na majira yake. Kuna vitu vinaishi na kuna vitu vya leo leo. Yaani kitu kikisema leo kimeisha, ukikisema kesho hakileti maana. Na kuna kitu ukikisema leo, ukikisema kesho na kesho kutwa bado kina maana. Kuna mhubiri mmoja akakosoa wimbo wa muimbaji, akasema aliimba tambalale kwa Yesu, tambalale, tambalale kwa Yesu hakuna milima. Akasema huyo hakuwa na mafikirio. Lakini huo wimbo umeimbwa mwaka gani? Na ni lini? Kwa sababu zamani wokovu ulikuwa ukiokoka, ni kweli maisha yako yanabadilika. Ulikuwa hauna chochote, unabadilika maisha. Kama ni nguo utapewa, kama ni chakula utapewa, lakini pia maneno mazuri kanisani utapewa. Kwa huyo aliyeokoka kwa muda huo alisema tambalale. Lakini pia mhubiri mwingine akakosoa wimbo, uninyang'anye vyote uniachie Yesu, na mke wangu chukua, na mali zangu chukua, watoto wangu chukua. Huyo mhubiri akasema huyu mtu hakuwa na mafikirio. Mke wangu mzuri, mlembo, mwenye mguu wa bia ninyang'anywe, nakubali. Na uweka pembeni uchungaji. Na yeye ndivyo mafikirio yake yalikuwa hivyo. Lakini je, hawakuwepo watu walioifia imani? Hawapo na leo wanaoifia imani? Hawapo waliopoteza vitu zamani? Hawapo. Ni kwa sababu leo watu wanafia dini. Yaani wanafia dini. Wako tayari kuuana kwa sababu ya dini. Wako tayari kupambana kwa sababu ya dini. Zile sadaka tu zibaki mikononi mwake. Yuko tayari kuua mtu. Lakini zamani watu walikuwa wanafia imani. Imani. Unampenda Yesu, ndio anapigwa. Unampenda, ndio mkane Yesu, hapana. Lakini sasa aliposema uninyang'anye vyote, yuko tayari. Kwani Ayubu ilikuweje? Sinali ndio hivyo, aliishiwa kila kitu, lakini alimkana Yesu? Hakuna. Kwa kila jambo lina wakati wake na majira yake. Kuna nyimbo zinaishi. Kwa mtu anapoimba, fikiria kwamba huu wimbo umeimbwa mwaka gani na kwa muda gani. Je, kipindi anaimba hivi vitu, ufuatilie wimbo umetolewa mwaka gani? Hichi alichokuwa anakiimba kilikuwepo au hakikuwepo? Vitu vingi. Kuna muda mwingine mtu anaweza katamani kujikumbusha kwa sababu yeye bado yuko kwenye imani ile ile. Bado yuko kwenye mtazamo ule ule. Lakini kwa sababu dunia imebadilika, inataka iwabadilishe wote wahame kwenye imani ya kile kizuri, waanze kufikiria mabaya tu. Mabaya yana mwisho na mazuri yapo, yataendelea kubaki yapo. Kwa sio hiki kibaya kitusababisha